Mume wangu! Mume wangu! Nini wewe? Njoo msaidia dokta. Dokta? Anapigwa. Mama yangu wauni wale njoo. Tuna kumsaidia. Wewe wale wauni wanapiga ngumi 100 mfululizo kupina napata kusema mama. Njoo ndani. Mume wangu kwa una huruma wewe. Nini mpelema kuja wauni? Mama Abduli yupo atatoka nje atamsaidia mke wangu pita ndani wauni wale. Ndio mjua yule dokta. Yule usikute amwakuta wauni na kutabangi paka kifanya kueleza maneno yake kitakita. Yule pale mwana kulifati mwana kuligeti. Kelele huko. Hapo ndo panauma hapo. Sasa tulia sasa nikukande bwana. Naomba na maana ndio napatibia. Lakini kama itoshi mke wangu, ubongo unahitaji glucose ili uweze kufanya kazi vizuri. Glucose ambayo inapatikana kwenye hivi vyakula tunavyokula, na ikikosekana sasa inaweza ikafanya wewe ukakosa umakini kwenye kufanya mambo yako. Haya, nimetoka mke wangu, nimeenda nimefanya interview huko. Sijala. Sija kupeleka mimi shule. Na istoshe ungekuwa unajua umuhimu wa kula, ungekuwa unaacha hela ndani. Usinivuruge. Mama Abduli mama Quintal, Mama Abduli Mama Abduli mama Makita, Mama Abduli mama. Brother, vipi mke wangu huyo? Ni mke wako huyo? Basi utamkuta kituoni. Sasa kituoni kuna nini tena? Wewe ushaambiwa utanikuta kituoni. Ina maana mtu si amefanya kosa. Wewe unapojua kule kituoni labda nenda kununua nyanya au nenda kununua mboga. Wewe ukiambiwa kituoni basi jua ni kituoni. Tena sio cha basi, cha polisi. Sawa mke wangu. Ngoja niingie ndani hapa nifanye kitu. Nakuja kukutoa mke wangu, sawa? Usiwe na wasiwasi kabisa, mimi nakuja sasa hivi. Tulia. Tena hicho kielele chako ukituulize. Asubuhi umefuatilia mambo yasiokuhusu mpaka limekukuta nyunyu. Kwa hiyo na sasa hivi utakaofuatilia mengine. Mimi naenda huko ninaenda kusolve mwenyewe. Kila kitu huko naenda kukimaliza mimi mwenyewe. Wewe tuliza komwe hapo. Uwezi kutulia, nenda kwenye mihangaiko yako. Huku naenda kusolve mimi mwenyewe. Mimi ndo Mama Abduli, hakuna kinachonishinda hapa. Kwa hiyo naomba clash ya mambo kama hayajatokea. Afande tuondoke. Usinishike na wewe. Ujue unapokunywa pombe haimpendezi Mungu, sio Mungu, jamii nzima. Kwanza unadhalilika. Unaweza ukanywa pombe ukalewa chaka ukalala njiani. Kuna watu ambao wana tabia mbaya. Umeelewa? Mishi wangu tabia hiyo pamoja. Na pia mtaani, yani ugomvi wewe, kumpiga mkeo. Umeelewa? Hizo hazifai. Tumeletwa duniani tupendane. Na tumeletwa duniani sio kufanya starehe. Sasa starehe tufanye, lakini isizidi kumkufuru Mwenyezi Mungu. Mvuta picha. Leo inatoka kipindi umelewa. Israeli anakuja inatoa roho yako. Utamweleza nini moyo wako? Mishi wangu nachokuomba, hiyo tabia iache kabisa. Haifai. Na dunia inaelekea mwisho. Wewe hapo juu unakufa lini? Ujui kama sasa hivi ndio kuongea na mimi njiani unafariki. Mimi mwenyewe sijui nakufa saa ngapi. Ila chobaki ni kumomba Mungu. Yangu ni haya. Na kuomba shehe wangu badilika. Ndugu yangu shehe, kitu ambacho umekiongea hapa kimenigusa sana. Yaani umeongea kitu ambacho before sikuwahi kukifikiria kabisa. Ila maneno ulioniambia hapa ni ukweli mtupu. Unajua kuna wakati mimi najisi napotea kabisa. Na sijui kitu gani ambacho mimi kinanishawishi mimi kufanya matendo ambayo nayafanya kwa kipindi hiki. Nikijiangalia mimi ni mtoto wa Kiislamu. Mimi naitwa Amri. Lakini saizi mtano ananiita paka. Tena sio paka tu, paka la baa. Paka mweusi, paka la baa.
Umeona? Kwa hiki kitendo nacho sasa hivi naona kinaniumiza mimi, kinanigusa. Kabla hujaniambia hayo maneno, leo nilikaa na mke wangu nyumbani pale shemeji yako. Kama ulivyoniambia wewe. Nakuja huku nakutana tena na maneno yale yale ambayo nimetoka nayo nyumbani. Hapa nimegundua kwamba mke wangu anachokisema ni sahihi. Na mke wangu nimemuahidi kabisa mimi shehe kwamba mimi leo hii nilipotoka nyumbani ndivyo nitakaporudi. Yaani mimi leo sinywi tena pombe. Yaani mimi pombe basi sitaki tena pombe. Kwa sababu sioni faida yake zaidi ya kudharaulika shehe wangu. Mimi najua akina Chantema wala Vibudu hawakawii. Kwa hiyo shehe wangu mimi ninachokuahidi, mimi kuanzia sasa hivi na siku zinazoendelea sinywi tena pombe, sitaki ugomvi, sitaki maneno na watu. Mimi kuanzia sasa hivi nimestaarabika. Mimi sasa hivi naitwa Amri, sio paka tena wala sio paka mweusi, sio paka la basi, sitaki. Majina ya ajabu sasa. Lazima muniite Amri. Ndio jina langu. Kwa hiyo shehe wangu mimi nimekusikia sana. Pia nashukuru sana kwa kunikumbusha. Nimependa na nimefurahi sana. Nataka kurudi kwake. Misimu ya baada. Unasikia afande? Afande unasikia? Kicha nataka kurudi kwao. Misimu ya baada kasirika. Afande mtoke. Shetani. Afande, umemsikia unachoongea shetani? Kicha nataka kurudi kwao. Mashetani. Afande, nadhani unanisikia na kunielewa. We baba, sina shetani hata we. Hiyo pimbo vipi? We afande chapa wewe. Na wazimu wewe. Kondo liweka na wai tunichape mimi, si ndio? We shika adabu yako wewe, koma mara moja wewe. Mpumbavu wewe, tuondoke. Tuende, unashangaa nini? Mama Abduli mama Quintown, Mama Abduli mama, Mama Abduli mama Nyakita, Mama Abduli mama. Shemeji bana, sisi tumepata matatizo. Polisi kaja hapa amemchukua Mama Abduli. Anasema sisi kuna kesi, sisi tukapigana na nani huko mtaani. Kwa shida iliyopo hapa, mimi sina chochote. Unajua nikienda kule lazima nitahitajika dhamana. Kwa hiyo kama jirani zangu kama mna chochote hapa ambacho tunaweza kuanza nacho, japokuwa hatujajua kwa watahitaji shilingi ngapi, lakini kama una chochote ambacho mnaweza mkanisupport, fanya hivyo. Unajua nini jirani yangu? Shida ipo kwa Mama Abduli. Yaani mke wako kila siku anazua mambo, kila siku yeye ni mtu tu wa mambo, mtu wa fujo, mtu wa vurugu yani. Ndio hivyo. Unajua kwamba Mama Abduli ana matatizo, lakini sasa tufanyaje? Ni ukweli jirani yangu. Yaani hapa nilipo sina akiba yoyote.
Na akiba yote hapo unavyoniona. Sasa sijui hata nikusaidiaje. Yaani sina tabia. Yaani mpaka aibu kusema. Pengine baba mume wangu akirudi kutoka kazini. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, mama. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, mama. I'm so happy. Gangu. Ni noma. Yaani kwa masuala ya kudansi. Ila wewe bwana dokta. Dokta ndugu yangu. Unashatia kufanya. Sawa. Mimi ndo mwenye mke na hii ndo mali yangu. Umekaa hapa na mke wangu. Kila siku sikuelewi dokta. Sababu nini ya kukaa mke wangu? Mke wangu. What is this? Shida nini? Nini kinaendelea? Sasa jirani, unajua ni nini? Hapa bana kuna changamoto kidogo. Abduli amepata matatizo hapa. Polisi amekuja amemchukua, anasema kapigana huko mtaani. Kwa mimi nilikuwa nahitaji kama kuna chochote ambacho mnaweza mkanisapoti ambacho kitanisaidia nikienda huko kwa ajili ya kunitolea dhamana. Abduli, mke wangu. Abduli kwa polisi. Naniuma. Abduli ukamatwa. Abduli michafu yangu. Abduli. Hapo tunasaidianaje hapa? Usiwazi. Nipo mume wa Lida. Nakusaidia. Nishikie. Nimemaliza zote ubandani. Tina. Pesa yote nimemaliza. Ubanda. Wananiita paka la ubanda. Nimemaliza ubandani. Sina kusaidia. Angalia upande mwingine. Mama Abduli mama. Mama Abduli mama. Abduli huyo. Chuma hicho. Mama Abduli mama. Mama Abduli mama. Mama Abduli mama. Mke wako amekamatwa na polisi. Basi jirani. Sawa. Dokta. Mpe mke wangu hapa faida za pombe. Yaani faida za pombe ni chache sana. Hizo mpe. Labda tu inaweza kukusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Tena kwa muda mfupi sana. Faida zipo. Mke wangu mimi na stress. Abduli alikuwa polisi. Daktari. Subiri kwanza sio. Mpe na athari za kunywa pombe pia. Sio faida tu. Pombe zina madhara mengi sana. Kiafya, unywaji wa pombe unaweza kusababishia mtu kupata saratani ya ini, saratani ya koo na hata tumbo pia. Lakini pia inaweza kapelekea kupata ugonjwa wa kiharusi. Na pia unaweza ukapata hata shinikizo la damu. Lakini tukienda mbali zaidi, unywaji wa pombe unaweza kupelekea uwezo wa mwili kupambana na maambukizi kushuka. Dokta, wewe nenda. Tushamaliza. Hakuna shida, ameelewa mke wangu. Si umeelewa? Abduli fungua. Unataka kwenda wapi? Sasa kwenda wapi? Sinaingia ndani au? Unawazibu wewe. Yaani
kitu ambacho kimefanya mimi nifunge mlango sitaki uingie huko ndani. Umenielewa? Wasimpe. Niende kwa wao waambie ndio mko mmekaa mnajadili mimi. Sasa unajua mimi nilikuwa nawaambia kwa nini? Unajua mimi nilikuwa nawaambia kwa nini? Alafu mimi nilikuwa nafanya pale kwa sababu ya kukusaidia ujue. Wewe unataka kukusaidia. Unataka kwangu. Kwa hiyo mimi sina msaada hapa, si ndio? Wewe kwa msaada kwa nini? Sio msaada kwa una chochote. Msaada gani utanipa wewe? Mabduli fungua mlango bwana. Ukivunja mlango, yaani nikitoka kote natoka nachoka nakwambia. Yaani utonikera mimi kutangazia habari zangu kwa majirani zako. Wewe unaweza habari za kipumbavu. Nimekutangazia habari gani wewe? Yaani tu dada mmoja unapita kuomba msaada. Yeye ungekuja pepiu hapa, si ungehapa nani Kwa hiyo kwa nini nitakiwa nifanyaje? Ungekaa kimya, kwani nilikwambia mimi mwenyewe siwezi kujisaidia. Hapa napoongea si nimerudi nimejisaidia mimi mwenyewe. Haya. Nimerudi? Haya, shukrani ya punda mateke. Nenda mbele huko. Kwa shukrani gani nikupe wewe? Muangalie kwanza mwanaume mzima mbea na majirani zako dawa yao inachemka nakwambia. Watainywa mpaka wewe. Dawa yako nayo inachemka huko ndani wewe leo uingie na ukifanikiwa kuingia huko ndani. Kazi ipo nakwambia. Mwanaume gani unakalia umbea tu. Muangalie. Wasimsha. Kwa mbea wewe. Afu dokta ni mbaya mkubwa, si utatangaza taarifa za wagonjwa wako. Mabduli. Watu wanasikia huku nje bwana. Ila mimi nilikuwa kule watu walikuwa kuona wala kukusikia, si ndio? Sitaki ndani uingie niache peke yangu. Unasikia mke wangu? Sikia, kuna kitu kizuri hapo nataka nikwambie ujue. Umeongea vizuri lakini umeona tofauti na tulivyokubaliana. Kwa nini kwa hivyo wewe? Mke wangu, hujasikia dokta akasema kwamba pombe zinasaidia kutoa mawazo. Shida mbona mke wangu unagubu? Dokta nini hivyo unaichukuliaje? Umekaa hapa nje. Yaani nashinda kwa nini? Basi mke wangu usilia, maana ukilia unaweza kunaniliza. Mke wangu nyamaza kulia. Ukilia waniliza basi wako nzuri kwa mistaki wewe hivyo wanikosea. Yaani hapa naongea kwanza leo mimi sio mke wako. Tushakubaliana toka mwanzo. Kwamba ukilewa mimi sio mke wako. Mke wangu wewe mke wangu afu nakupenda. Fungua basi mlango tuongee jamani. Tangu lini ukawa na kitu kizuri wewe? Kila siku maamuzi humu ndani najuta. Basi mimi naondoka. Nenda. Mabduli mimi naondoka na sirudi tena hapa kwako. Mabduli naondoka stani ujue. Umenisikia kilio changu nenda. Mabduli mimi naondoka hivi Mabduli. Nenda. Mabduli bwana fungua bwana. Mambwa. Safi tu ila suluhu. Wema. Naona mpaka sasa hivi pia umeenda. Hakuna mazingira hajakaa sawa. Leo ni zamu yenu. Sawa. Haya, sawa. Dokta, mbona kila zamu ya usafi ikifika wewe unafagia wewe? Simwambie mkeo akusaidie. Kama unataka huu uwanja ufagiliwe, wewe acha nifagie tu. Lakini pia
kiafya inanisaidia kwa sababu nafanya mazoezi kidogo, ukizunguka hapa, kutembea tembea, unapopeleka mikono na kurudisha, na mwili nao unakuwa unakaa sawa. Kuna kijasho fulani hivi kinatoka ambacho kinakufanya mwili wako uwe fiti zaidi. Moja hapo wa mazoezi au unamogopa mkeo? Sasa kumbe unajua, unaniulizia nini sasa? Dokta, nakuomba msaidie mamangu dokta. Mamangu anaumwa. Hata kufa mamangu, nakuomba tafadhali dokta. Okoa maisha mamangu dokta, tafadhali nakuomba. Dokta. Nenda tu kamsaidie. Kamsaidie, mimi nitakusaidia kufagia. Anaitwa Mama Abduli, eka shughuli, ndo vitu vyake na shoga zake. Na kama umjui subiri, ndani ya dakika mbili, pilika zake na tambo zake, lazima umjue.